Katika kipindi cha leo tunazungumzia swala zima linalohusu malezi ya watoto yanavyoweza kusaidia maendeleo ya elimu. Naitwa Esther Zelamula, karibu. Na hapa studio mtazamaji ninao wageni ambapo niko na bwana Cosmas Madulu. Yeye ni mwandishi na pia ni mwanasaikolojia mwenye uzoefu wa kutosha katika swala zima la malezi, makuzi na utoaji wa elimu kwa watoto na vijana. Karibu sana bwana Cosmas. Asante. Na pia naye bwana Robert Kasimilwa. Yeye ni mwenyekiti wa shirika lisilo la serikali linaloshughulikia masuala ya maadili na uongozi wa umma. Karibu sana. Asante. Na mtazamaji, sasa moja kwa moja nianze na bwana Cosmas. Kwa ujumla bwana Cosmas, tunaeleza kwamba katika swala zima la maadili kwa watoto ni kwamba malezi ya watoto ni swala muhimu sana katika maendeleo ya taifa na jamii kwa ujumla. Na kuna usemi unasema kwamba mzazi ni mwalimu wa kwanza. Sasa nini muhimu wa mzazi katika kujenga msingi wa utu wa mtoto wake? Ni kweli kwamba mzazi ni sehemu muhimu sana katika kujenga utu wa mtoto. Lakini kabla sijaongelea mzazi, ningependa pia kumtazama binadamu kama binadamu kwa ujumla wake. Kwa kifupi tunasema mwanadamu ni akili yenye mwili, sio mwili wenye akili. Kwa maana kwamba unapoongelea mwanadamu unaongelea akili zaidi, tofauti na wanyama ambao tunapoongelea tunaongelea mwili, kwa sababu wanayo akili kidogo itakayowawezesha kuishi. Lakini mwanadamu ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo tunapoongelea mtoto, maana yake tunaongelea akili yenye mwili ambayo haijakomaa. Kwa maana kwamba lazima tuwe na fikra zaidi na tutafakari zaidi wajibu wetu kama wazazi kuhusu watoto, kwa sababu tunashughulika na akili. Labda tufikirie pia kuhusu akili kwamba ni kitu gani. Inaweza kufananisha akili na utumbo, tumbo la binadamu, kwamba si kiwango cha chakula tatizo sio kiwango cha chakula kinachoingia tumboni, bali ni kiwango cha chakula kinachochukuliwa kwa ajili ya kuhudumia mwili. Ni sawasawa na akili ya binadamu, ndivyo inavyofanya kazi. Si wingi wa mambo unaowekwa kule, bali ni kile kiasi kinachochukuliwa na akili kwa kumsaidia huyo binadamu kupata kuishi sawasawa na wanadamu wengine na kanuni zao walizojiwekea ili waishi kwa amani. Sasa tunaposema wajibu wa mzazi kwa mtoto, hapo sasa tunaangalia zaidi kile mzazi au mwanadamu aliyetangulia kuishi kabla ya mwingine na akatumika kumleta mwingine duniani akaitwa mzazi. Kile anachoweka sasa ndani ya yule aliyemleta duniani ili kimsaidie si tu kufanana naye, bali waishi naye kwa amani katika safari ya mwenendo wa maisha duniani. Kwa hiyo tunaposema hivyo, maana yake kuna vitu vingi sana ndani yake, kwamba sisi kama wazazi, na mimi nikiwepo na wengine wengi, tuna wajibu mkubwa sana kuhusu watoto wetu tulionao. Tunawajibika juu ya mambo mengi mno kabisa kuwafanya wawe wanadamu. Nitoe mfano. Kwa mfano, mzazi anapokuwa hana utulivu nyumbani, akikosa utulivu mzazi au wazazi wakikosa utulivu, ni kwamba yule mtoto anayeishi naye tayari anaingia kwenye madhara ya kudumu. Ataathirika na madhara hayo yatakuwa ni ya kudumu. Au kwa mfano, mama anapokuwa mjamzito, anapokosea kidogo kwenye zile harakati za mtoto akiwa anajiumba, mtoto anakuwa na madhara ambayo hayana matibabu, hata daktari hawezi kutibu. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi kama wazazi, sisi kama walimu wa kwanza, sisi kama watu tunaobeba dhamana ya kumfanya huyu mtoto akubalike au asikubalike, tunalo jukumu kubwa sana la kufanya. Na mimi nikatae usemi wa kwamba watoto wanaharibika. Pana tunaoharibika kwanza ni watu wazima, maana watoto ni kioo cha watu wazima wanaoishi katika jamii ile. Kwa hiyo watu wazima wanapoharibika kwanza, watoto wanakuja kama kioo kutazama nyuma kwamba jamii imeharibika kiasi gani. Kwa hiyo watoto
tunahitaji kuwatazama kwa maana ya akili, na tujirekebishe sisi watu wazima au wazazi kwao kwa faida ya watoto hao. Si kama nimejibu vizuri, lakini kwa ufupi ni namna hiyo. Kuna Robert Kasilino, ndio kwa upande wako nazungumziaje unaposema kwamba mzazi ni mwalimu wa kwanza? Yapo jamii inahusika kumlea mtoto, lakini mzazi ni mwalimu wa kwanza, unasemaje? Ni kweli kabisa kama alivyoeleza mwenzangu hapa. Unajua kiasili ni kwamba mtoto anapozaliwa, ukimwacha tu aishi yeye mwenyewe bila kumpa mawaidha, bila kumwelekeza, bila kumongoza katika njia inayotakiwa, ni kwamba kiasili atachukuliwa na pepo za dunia katika mwelekeo usiofaa. Kwa maana kwamba mambo yaliyojaza dunia sio mema, hasa dunia ya saizi, tofauti na zamani. Kwa hiyo kama utamwacha tu, basi ni kwamba atachukuliwa na pepo za dunia katika mwelekeo usiofaa. Sasa ukiwa kama mzazi ambaye ni mwalimu wa kwanza kabisa wa mtoto, una nafasi kubwa sana, sababu wewe ndio unajua dunia ilivyo. Yeye pale mtoto hajui dunia ilivyo, kaja tu kama mgeni, hajui anzie wapi aishie wapi, kwa ataelekea hivi hajui kuna nini, ataelekea hivi hajui kuna nini. Kwa hiyo mzazi ambaye unajua sasa dunia ilivyo, ndio una jukumu la kumwelekeza, umweke chini, bwana ishi hivi, fanya hiki, achana na hili, achana na hili, fanya hili, fanya hili. Kwa hiyo kama mtoto ataharibika, tatizo sio la mtoto wala mtoto asilaumiwe. Wa kulaumiwa ni mzazi, kwa sababu wewe ndio unajua dunia ilivyo na umemwacha mtoto. Kwa hiyo mzazi ana sehemu kubwa sana katika kuandaa maisha ya mtoto. Kuna mahusiano gani sasa katika swala zima la malezi ya watoto pamoja na maendeleo ya elimu? Sana kubwa ni elimu. Mahusiano yakoje? Tunapohusisha elimu na malezi ya watoto, tunarudi kule kule nilikokuwa nasema naongelea. Tunapoongelea elimu, maana yake ni sasa sema ni mazingira yote sasa yanayomhusu mwanadamu. Kabla hatuja tafsiri kitu kinachoitwa elimu kwa maana yake nini, lazima tumtazame huyu mtoto sasa tunayetaka kumpa hiyo elimu yukoje, ana sifa zipi zinazomwezesha sasa kushika yale ambayo tunayaita elimu na yawe kwa faida ya yeye mwenyewe na wanadamu wanaomzunguka pamoja na ulimwengu kwa ujumla. Kwa mfano sasa, mahusiano yanapokuwa mazuri ya mzazi na mtoto, faida inayotoka ni kwamba kwa mfano mtoto anaweza kujiamini zaidi, akawa ni mtu mwenye kujiamini, akafanya mambo yake kwa kujiamini, na tunajua faida ya kujiamini ni nini. Pia anaweza kuwa ni mtu anayejenga imani kwa mzazi na mtoto na mwalimu. Sasa anapojenga imani na mwalimu, manake hiyo mbegu ya kuwaamini watu inaanzia hapo. Hata atakapokuwa mtu mzima kuingia ofisini, atakuwa ni mtu mwenye imani na wenzie, atafanya kazi nao kwa imani, kwa kuwaamini bila mashaka. Na najua imani isipofanya kazi inageuka kuwa hofu, na ndipo hapo sasa watu tunafikiri kukatisha tamaa matumizi ya vidogo, kwa maana ya kuondoa kitu kinachoitwa imani. Mtoto atashindwa kuamini, ataweka tunasema mbadala wa imani, kwamba ninafanya hivi kwa sababu ninaogopa kitu kitakachotokea nyuma yake, sio kwa sababu ninaamini. Sasa pia kunatokea kitu, kwa mfano kupenda kujifunza. Huyu mtoto tunapomjengea mahusiano mazuri sisi watu wazima kwake, mwalimu, mzazi, atajenga hali ya kupenda kujifunza. Na anapokuwa ni mtu anayependa kujifunza, hata soma tu kwa ajili ya mtihani, maana atafanya zaidi, atafanya kuwa tabia ya kutafuta maarifa, na atakuwa ni mtu anayepata maarifa zaidi, kwa sababu tayari kupitia mahusiano mazuri ya mwalimu na mzazi akajenga hali ya kupenda kujifunza. Kwa hiyo hiyo hali atakuwa ni mtu mzima mwenye kutafuta maarifa ambaye atakuwa na faida zaidi. Anaweza kuwa ni mtu anaye uweza kuwafanya mwalimu na mzazi wawe mfano, nasema role models, wawe mfano kwake. Sasa itategemea mwalimu na mzazi hao wakoje kwake, ili awaige awe kama wao.
Kwa hiyo wakiwa wazuri, matokeo yake tutapata mtoto daima atakuwa ni mzuri. Mimi ninaamini kwamba mtoto alivyo ni picha ya familia yake. Ukiona mtoto ana matatizo hayo yanaanzia kwenye familia. Kwa mkweli ambayo ni msingi wa mambo mengi tu ya kimaendeleo hapa duniani, hayatokei sehemu nyingine, yanatokea huku kwenye mahusiano ya mzazi, mwalimu na mtoto. Wewe mzunguko wa mahusiano unazaa vitu kama hivyo ambavyo tunajihitaji. Watu wanaenda misikitini, wanaenda makanisani kuambiwa wawe waaminifu, lakini bado hawawezi kufikia hapo, maana hawana ule msingi unaostahili kuwafanya wawe hivyo. Wazazi wanapaswa wawe waaminifu Vizuri kabisa, na ndivyo inavyotakiwa, ili kupanda ule msingi wa tabia hiyo na hali hiyo tangu mapema. Sasa kuna swala moja la kumwezesha mtoto kuwajibika tangu akiwa mdogo. Najua tatizo kubwa sasa hivi kwamba katika jamii yetu swala la uwajibikaji imekuwa ni tatizo, kwamba watu hawajitumi kwenye kazi zao. Sasa unazungumziaje swala la kumwezesha mtoto tangu akiwa mdogo kuwajibika kwenye kazi za shule, lakini pia kuwajibika katika shughuli mbalimbali katika maisha yake yote? Unazungumziaje? Swala la uwajibikaji, najua mwenzangu hapa atakuongea zaidi. Niseme ni kama ni ugonjwa wa kansa unaokula jamii yetu, na hatujajua kwa sehemu kubwa. Tulio wengi tunadhani kwamba, labda nianze pembeni kidogo, tunadhani kwamba tutaendelea kuwawekea watu maarifa tu bila kufikiria kuwafanya wahisi kuwajibika. Kwa hiyo tunawapa watu maarifa na sifa za elimu za kielimu, lakini bado uwajibikaji ni uko kiwango cha chini. Kwa hiyo tunaweza kuwafanya watoto wawajibike tu pale tutakapowashirikisha katika mambo tunayofanya tangu wakiwa watoto wadogo. Kwa mfano, ukitaka mwanao awe ni mtafuta maarifa, mtu anayependa kujisomea, kujifunza mwenyewe, lazima wewe mzazi uanze kucheza mpira huo nyumbani kwenye familia yako. Mtoto aone na aishi huo mzunguko wa hayo maisha. Kwa hiyo atakuja kuishi sio kwa hiari, ni kwamba itakuwa ni sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo anajikuta kwamba ni mwajibikaji. Mwajibikaji unakuwa ni maisha yake, sio kuambiwa. Kwamba unavyoishi, ndugu mwandishi, ndugu mtangazaji, unavyoishi unaishi maisha ya uwajibikaji, sio kuambiwa. Maana mfumo wako wa maisha ni mfumo wa maisha wa uwajibikaji. Ndicho tunachokitaka hapa. Robert, tunazungumzia hili swala la uwajibikaji, kumjengea mtoto kupenda kuwajibika tangu akiwa mdogo. Mwenzangu kagusia, lakini mimi nitaongea kwa ujumla kwa sababu hiki ni kitu muhimu sana katika jamii yetu, swala la uwajibikaji. Labda lengo ni nini? Kwa nini tuangalie uwajibikaji kwa watoto, kuwajengea uwezo wa kingali wadogo? Lengo ni nini? Ili kuweza kuandaa waje kuwa viongozi na watumishi bora wa umma hapo baadaye. Unajua kumekuwa na hili wimbi la kutokuwajibika kwa viongozi na watumishi wa umma. Utasikia mara amefukuzwa kazi kiongozi fulani, kigogo fulani kahusishwa na kashfa fulani, rushwa, ufisadi, uwajibikaji duni. Hii yote ni ishara kwamba kuna tatizo nyuma, kwa sababu mtu hawezi akawa tu mwajibikaji bila kumwandalia au kumjenga katika mazingira ya uwajibikaji. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika kwa watoto, tuwafundishe elimu ya uongozi, utumishi wa umma, uwajibikaji na uadilifu. Tuanzie wakiwa wadogo. Ushauri wako katika swala zima kuhakikisha kwamba elimu inakuwa bora kwa watoto wetu? Kwa ufupi sana. Nadhani tumeshaongea mengi, lakini cha msingi hapo kwamba nini kifanyike ili elimu iwe bora ni kwamba tuanze wazazi wawe karibu na wanafunzi. Wazazi wawe karibu na watoto ambao ni wanafunzi, wawasimamie, wahakikishe kwamba wanazingatia elimu. Kwanza waeleze umuhimu wa elimu. Najua tunawalaumu tu kwamba wanafunzi wanafeli, lakini
wanafeli kwa sababu pengine hawajui umuhimu wa elimu. Mwenyewe nilikuwa sijui umuhimu wa elimu hadi saa hizi nilipokuwa mtu mzima najitegemea na maisha yangu mwenyewe ndo najua kweli elimu ina muhimu maishani. Kwa hiyo ili tuwe na elimu iweze kuboreshwa, basi wazazi kwanza waeleze watoto umuhimu wa elimu ili waweze kusoma kwa bidii na kuzingatia masomo, lakini pia wasishie kuwaeleza wafuatilie waone mienendo yao ikoje katika masomo yao. Nadhani ndio vitu vya msingi sana kwa upande wa wazazi. Cosmas, kwa haraka. Mzazi unatoa changamoto gani sasa ili kuboresha elimu? Jamii unaambia nini? Wazazi unawaambia nini? Kwa ujumla tujue kwamba hii ni vita sasa. Tunahama kutoka kwenye mfumo fulani wa maisha kwa sababu ya maendeleo tulionayo dunia, tunaingia kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo tujitayarishe kwa maana ya kutaka kushiriki zaidi, kushirikisha watoto katika mambo mbalimbali, tuwafuatilie, tufanye kile kinachowezekana kwa maana ya kuwafanya watoto wawe katika hali ambayo inakubalika. Kwa mfano, ninapotoa mfano, unaweza kuwa na orodha ya sifa ambazo unataka familia yako iwe nazo, ambazo mnazifanyia uchanganuzi kila siku mnapokaa mezani na watoto wako, kwamba nani ameishi kulingana na sifa hizi na hizi katika hiyo siku, ili familia yako ikuwe katika mwelekeo huu na taifa kwa ujumla liwe na watu ambao kwa ujumla wanapenda kujifunza, na matokeo yake tutakuwa na watu walioelimika vizuri, na tutaondokana na kero kama hizi za watu kutofanikiwa hata katika mitihani yao. Asante sana. Na mtazamaji wa Darubini ya Jamii, mpaka hapa tumefikia mwisho kipindi hiki, na ni matumaini yangu kwamba umenufaika vya kutosha kuhusiana na swala zima ambalo limejadiliwa hapa na Bwana Cosmas Madudu ambaye ni mwanasaikolojia mwenye uzoefu wa kutosha katika masuala ya malezi, mafunzo na utoaji wa elimu kwa watoto na vijana. Na mgeni mwingine ni kwa naye Bwana Robert Kasililwa, mwenyekiti wa shirika lisilo la serikali linalohusika na masuala ya maadili na uongozi. Mjadala wa leo ulikuwa unahusiana na malezi ya watoto yanavyoweza kusaidia maendeleo ya elimu. Kwa hiyo mtazamaji, nina matumaini kwamba mjadala wa leo au kipindi cha leo kimekupa chachu ya kuziba mapengo ambayo ulikuwa nayo katika swala zima la kumlea mtoto wako, kwani jamii, wazazi na serikali wote kwa pamoja kushirikiana kwamba mtoto anaweza kupata malezi yaliyo bora. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Hadi wiki ijayo, naitwa Esther Zilamula. Asanteni na kwaherini.